Thank you. Awesome. Asante sana, Your Excellency Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, ndugu yangu Kioni na waheshimiwa wote walio hapa. Nataka kwanza nimshukuru sana Prophet wetu Mololo kwa siku ya leo. Nimshukuru sana Apostle Msili na viongozi wote wa kanisa na Wakristo wenzangu. Mheshimiwa Kalonzo, nilikuwa huko Western jana na akanialika ya kwamba atakuwa hapa siku ya leo kuweza kuona madhabahu haya yakiweka wakfu siku ya leo, na tumekuja hapa as witnesses as the altar is blessed today. Lakini nina mambo matatu nilitaka niseme. La kwanza ni kwa Mheshimiwa William Ruto ambaye kwa jina lingine anaitwa Zakayo. Anaitwa Zakayo sababu ya nini? Ushuru. La pili nilitaka niseme kwa wale ambao ni ndugu zetu wale wazungu, na mtaniruhusu niseme kwa kimombo ili waweze kusikia mambo ya Kenya ambayo yanawahusu kama the international community. La mwisho nataka niongee na makanisa. Kwa Mheshimiwa William Ruto, leo tumesikia akiongea kule Nyahururu, na akiwa Nyahururu amesema yeye ako tayari kuweza kusemezana na Gen Z, ako tayari kuongea na Wakenya kwa mambo ya Finance Bill 2024. Leo tunataka tumwambie kabla hajaanza kuongea na Gen Z na Wakenya, afanye kitu kimoja kwanza. Kwanza tunataka, if William Ruto is serious about entering dialogue with the Gen Z and all Kenyans who are unhappy with the finance bill, all Kenyans who have rejected the finance bill, let him do the honorable thing by withdrawing the oppressive finance bill 2024. Tunajua yeye ameteka bunge nyara. Mwaka jana aliposema akaambia wabunge State House msitoe hata koma, hawakutoa wakapitisha. Mwaka huu bila amewaambia mtoe mkate, mtoe magari, wamefanya vile yeye alisema. Sasa, because the bill is still before Parliament, we want to say for him to show that he is serious about starting dialogue, let him start by withdrawal of the oppressive finance bill. La pili, yeye angekuwa anasikiza Wakenya na haswa Gen Z, hatungepoteza vijana wetu wawili Evans na Rex. Tuataka Bwana Ruto be serious. You cannot go to Equity without clean hands. You cannot enter dialogue with the youth of Kenya when your police led by Kome and Bungei still have blood of Rex and the blood of Evans on their hands. If William Ruto, you are serious about dialogue with the Gen Z and Kenyans, anza kwanza kuamua ya kwamba Kome akome kuwa Inspector General wa polisi ya Kenya, so that you go to that table to dialogue with Gen Z with clean hands. Ikiwa wale waliwa vijana Rex na Evans wameshikwa wamewekwa ndani, ikiwa Bwana Kome amekoma kwa Inspector General, that is when we'll take William Ruto seriously. Kwa makanisa, kwa international community, we have heard our international friends remain silent. In fact, we have heard you issuing travel advisories against Nairobi for your citizens not to come to Kenya. The AU has spoken about police brutality in Kenya. The AU has spoken about the abuse of human rights in Kenya. Why are you, our international friends, silent when William Ruto and his police are killing the youth of Kenya? We'll tell you this, what Martin Luther King once said: at the end of the day, we will not remember the harsh tear gas, the harsh bullets, and the harsh words of our enemies, but we remember the silence of our friends as the young people like Rex, like Evans, are being killed by Ruto's police.
mwisho makanisa, Apostle Msili, nimekusikia ukisema ya kwamba ninyi watumishi wa Mungu, ninyi msikize Mungu, ninyi muongee na Mungu, wanasiasa sisi tusikize ground. Leo nataka niwaambie ya kwamba makanisa, wakati umefika pia, kando na kuongea na Mungu, muongee na wananchi, muengage na Gen Z, mufungue makanisa, muashike mkono. Sababu kwa Kilatini wanasema the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Kwa Kilatini nasema vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. So as you listen to the voice of God, our church leaders, please also listen to the voice of the people of Kenya. Tuwashike mikono hawa vijana wetu. Hawa wenzetu wamesema eti they are blaming ya kwamba upinzani ndio imesponsor Gen Z. Hapana. Hawa vijana wamejituma wenyewe because they are the wearers of the shoe. They are the ones feeling the pinch, the young Kenyans. That is why wamejituma wenyewe. Ni kama vile tulisema punda ikifinywa itafika pahali punda itaongea. Vile punda iliongea kwa Biblia na Balaam. Now the people, particularly the youth, are saying enough is enough. Punda imechoka, sasa punda imeanza kuongea, inaitwa Gen Z. Sitaki niseme kuliko hapo. Nataka nikiita ndugu yangu Jeremiah Kioni, nimwombe pia atambue kijana wetu Gaucho, tuliumia naye sana kwa maandamano hapa na vijana wetu hapa. Karibu ndugu Kioni.